Karibu Maureen Storytales, please usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, tusonge mbele. Kuna wakati katika maisha, mtu anaona dalili za hatari mapema, lakini badala ya kusimama, anaendelea kutembea moja kwa moja kuelekea kwenye shimo. Mimi niliona dalili, lakini sikuzipa uzito, na kila hatua niliyopiga ilinileta karibu zaidi na kitu ambacho sikuwa nimewahi kukiona katika maisha yangu. Hasira ya mwanamke aliyedharauliwa. Usiku ule baada ya kurudi nyumbani, mke wangu Kimara alikuwa tofauti kabisa. Hakukuwa na tabasamu lake la kawaida. Hakukuwa na utani wake wa kila siku. Alikuwa amekaa kwenye sofa sebuleni akiwa kimya. Macho yake yalikuwa yamenitazama tangu nilipoingia ndani. Nilihisi kitu kizito hewani. James, kwa tahadhari. Kamara, kuna nini? Mbona uko kimya sana? Hakujibu mara moja. Aliendelea kunitazama kwa sekunde kadhaa. Kisha akasema kwa sauti ya chini, Kamara. James, kuna mwanamke amenipigia simu leo. Moyo wangu ulipiga kwa nguvu sana, lakini nilijifanya mtulivu. Mwanamke gani? Kamara akainama kidogo kana kwamba anakumbuka mazungumzo yao. Sikumjua, lakini aliniuliza kama mimi ndiye mke wa James Ramadhani. Nilimeza mate polepole. Na ukamjibu nini? Kamara akaniangalia moja kwa moja machoni. Nilimwambia ndiyo. Ukumbi ule ukawa kimya kabisa. Hata sauti ya televisheni iliyokuwa inacheza pembeni ilionekana kama imepotea. Kisha Kamara akaendelea. Baada ya hapo, akauliza swali lingine. Nilihisi baridi ikipita mgongoni. Swali gani? Kamara akasema polepole. Aliuliza kama ninajua kuwa mume wangu ana wanawake wengine. Maneno yale yalipiga moyo wangu kama radi, lakini nilijilazimisha kucheka kidogo. Kamara, dunia imejaa watu wabaya. Watu wanaweza kusema chochote. Kamara hakutabasamu. Aliendelea kuniangalia tu. James, ulikuwa wapi leo mchana? Swali lile lilinifanya nihisi kama nimebanwa ukutani. Lakini nilijibu haraka. Kazini kama kawaida. Kamara alikaa kimya kwa muda mrefu. Kisha akasema jambo ambalo lilinifanya nianze kuwa na wasiwasi kweli kweli. Yule mwanamke alionekana kama mtu anayekujua sana. Moyo wangu ulianza kupiga kwa kasi, lakini bado nilijifanya mtulivu. Usijali kuhusu hilo. Huenda ni mtu tu anayetaka kuharibu ndoa yetu. Kamara hakujibu, lakini macho yake yalionyesha wazi kuwa hakuwa na miamini kabisa. Usiku wa wasiwasi. Usiku ule, hakuna aliyelala vizuri. Kimara alikuwa amelala upande mwingine wa kitanda, bila kusema neno lolote. Na mimi, nilikuwa naangalia dari huku mawazo yangu yakizunguka. Nani aliyempigia? Je, ni Asma? Lakini kwa nini afanye hivyo? Alisema ana mume, na aliniambia nimwache. Kwa nini sasa aanze kumpigia mke wangu? Na namba ya mke wangu ametoa wapi? Na nani aliyemwamba nina mke? Kadri nilivyozidi kufikiria, ndivyo wasiwasi ulivyozidi kunijaa. Asubuhi niliamka mapema sana. Kimara alikuwa bado amelala. Nilitoka nje kimya kimya na kupiga simu. Simu ya Asma. Iliita mara kadhaa. Kisha akaipokea. Asma, kwa sauti ya chini. Hello? Niliongea haraka. Asma, jana kuna mtu ninayemfahamu ulimpigia simu? Kulikuwa na ukimya kwa sekunde kadhaa. Kisha akasema, hapana. Nilistuka. Una uhakika? Sauti yake ilionekana ya kweli. Sijawahi hata kuona ya mtu wako wa karibu. Ndiyo kwanza tunajuana hivi karibuni. Sasa moyo wangu ulianza kupiga kwa nguvu zaidi. Asma akanyamaza kidogo. Kisha akasema kwa sauti yenye wasiwasi, James, nilikuambia kitu jana. Kitu gani? Asma akasema, nilikuambia ukinikaribia sana, unaweza kujuta.
Moyo wangu ulianza kubana. Unamaanisha nini? Alijibu kwa sauti ya chini sana. Kuna watu hawapendi nionekane na mwanamke mwingine. Nilihisi baridi ikipita mgongoni. Watu gani? Lakini kabla hajajibu, nikasikia mlango ukigongwa nyuma yake. Kisha sauti ya mwanaume. Asma, uko ndani? Sekunde ile ile, simu ikakatwa. Siku ile nzima nilikuwa na mawazo mengi, lakini nilichanganyikiwa zaidi niliporudi nyumbani jioni. Nilipofika tu kwenye geti la nyumba yangu, niliona kitu kilichonifanya nisogee polepole. Kulikuwa na gari jeusi limepaki karibu na nyumba yangu. Sikulitambua. Nilisimama kidogo. Nikashuka kwenye gari langu polepole. Ndipo mlango wa lile gari jeusi ukafunguka. Mwanamume mmoja akashuka. Alikuwa mrefu, mwili mkubwa, na macho yake yalikuwa makali sana. Alitembea moja kwa moja kuelekea kwangu. Wewe ndiye James Ramadhani? Nilijikaza. Ndiyo? Kuna shida? Mwanaume yule alinitazama kwa sekunde kadhaa. Kisha akasema kwa sauti nzito, kaa mbali na mwanamke anayeitwa Asma. Moyo wangu ulisimama. Unamaanisha nini? Mwanamume yule alisogea karibu zaidi, mpaka nikahisi pumzi yake. Namaanisha usiwasiliane naye tena. Nilihisi hasira kidogo. Na wewe ni nani mpaka uniambie hivyo? Alitabasamu kidogo, lakini tabasamu lile hakuwa tabasamu la kawaida. Lilikuwa tabasamu la mtu ambaye ana nguvu kuliko wewe. Mimi ni mtu ambaye hutaki kuwa adui yake. Kisha akarudi kwenye gari lake. Akalifungua. Kabla hajaingia, alinigeukia tena. Hii ni onyo la kwanza. Gari lile likaondoka taratibu. Nikasimama pale nje ya nyumba yangu, nikiwa nimeshika pumzi. Siku ile niligundua kitu kimoja. Asma hakuwa mwanamke wa kawaida. Na mwanaume aliyekuja kunionya hakuwa mtu wa kawaida pia. Lakini badala ya kuacha, nilifanya kosa kubwa zaidi. Nilichagua kuendelea. Na sikuwa najua kuwa onyo lile ndilo lilikuwa mwanzo wa maafa. Kuna wakati mtu anajua kabisa kuwa kile anachofanya si sahihi, lakini tamaa inapozidi nguvu ya akili, moyo unashinda mantiki. Nilikuwa tayari nimeonywa. Mwanamume aliyekuja nyumbani kwangu alisema wazi, kaa mbali na Asma. Lakini badala ya kusikiliza onyo lile, nilifanya kitu kibaya zaidi. Nilimlazimisha Asma tukutane tena. Na siku ile ndio siku ambayo maisha yangu yalivuka mstari hatari. Siku ile mchana nilimpigia Asma mara nyingi. Simu yake iliita, lakini hakupokea. Mwishowe alipopokea, sauti yake ilikuwa ya wasiwasi. James, tafadhali acha kunipigia. Nilizungumza kwa msisitizo. Asma, nataka tuonane leo. Akasema haraka, haiwezekani. Nilikuambia hii ni hatari. Lakini sikuwa tayari kusikia hilo. Asma, tafadhali, hata kama ni dakika chache tu. Kulikuwa na ukimya wa sekunde kadhaa. Nilijua anafikiria. Kisha akasema kwa sauti iliyochanganya hofu na kukata tamaa, James, unaleta matatizo. Lakini sawa, tutakutana kwa muda mfupi tu. Tulipanga tukutane kwenye loji ndogo iliyokuwa pembeni ya barabara kuu. Jioni ilipofika, nilifika loji mapema. Mahali pale palikuwa tulivu sana. Taa chache za njano zilikuwa zinawaka kwenye korido. Dakika chache baadaye, Asma aliingia. Alikuwa amevaa hijabu nyeusi na alionekana mwenye hofu. Aliponiona, alitikisa kichwa polepole. James, sikutakiwa kuja. Nikamsogelea.
Usijali, hakuna mtu anajua tuko hapa. Tuliingia chumbani. Mwanzoni tulikaa kimya, tukiongea mambo ya kawaida, lakini kadiri muda ulivyopita, hisia zetu zilianza kubadilika. Usiku ule tulijikuta tumefanya jambo ambalo halikupaswa kutokea. Baada ya muda, chumba kilikuwa kimya. Asma alikuwa amekaa pembeni ya kitanda. Uso wake ulikuwa umejaa huzuni. "Mbona uko kimya?" Aliniangalia kwa macho yenye majuto. "Hatukupaswa kufanya hivi, James." Nikajaribu kumtuliza. "Ni kitu kilichotokea tu." Lakini alitikisa kichwa. "Wewe humjui mume wangu." Moyo wangu ulianza kubana. "Unamaanisha nini?" Akasema kwa sauti ya hofu. "Mume wangu anaitwa Yusufu." Jina lile lilisikika nzito. "Na yeye anaamini sana mambo ya kishirikina." Nilinyamaza kidogo. "James, kama akigundua, hatutakuwa salama." Lakini wakati huo bado sikuchukua maneno yake kwa uzito. Nilidhani ni wivu tu ya kawaida ya mwanamume. Wakati huo huo, nyumbani kwangu, mke wangu Kamara alikuwa sebuleni. Simu yake ikaita. Alipoipokea, sauti ya mwanamke ilisimika upande wa pili. "Kamara, unamjua mume wako yuko wapi sasa hivi?" Kamara alishangaa. "Unamaanisha nini?" Mwanamke yule akasema kwa sauti ya dharau. "Mume wako yuko lodge na mwanamke mwingine." Kamara alikasirika. "Unadanganya." Lakini sekunde chache baadaye, simu yake ikapokea picha. Alipoifungua, moyo wake ulisimama. Ilikuwa picha yangu ninaingia lodge na Asma. Wakati huo huo, nyumbani kwa Asma, mume wake Yusufu alikuwa amegundua kuwa mke wake hayupo. Yusufu alikuwa mwanamume mwenye hasira kali, na alikuwa mtu ambaye watu wengi walimwogopa. Alipoona Asma hajibu simu zake, hasira yake ilipanda. Alipoingia chumbani, aliona mlango wa kabati uko wazi. Nguo chache za Asma hazikuwepo. "Asma, utanijua leo." Alipoona Asma anarudi nyumbani usiku huo, hakusubiri maelezo. Hasira ilimzidi. Alimshambulia kwa maneno makali na kumpiga vibaya. Asma alilia sana, lakini Yusufu hakusikiliza. Baada ya muda, Asma alipata nafasi ya kutoka nje. Alichukua mkoba wake haraka na akaondoka mbio. Moyo wake ulikuwa unapiga kasi. Hakuweza kurudi kwa mtu yoyote. Hakujua aende wapi. Mwishowe, alirudi kwenye loji nyingine mbali na ile ya kwanza. Akaingia mapekezi. "Unahitaji chumba?" Asma alijibu kwa sauti ya uchovu. "Ndiyo, chumba kwa usiku mmoja." Alipewa ufunguo. Akaingia chumbani. Alipofunga mlango, alikaa kitandani na kuanza kulia. Kwa mara ya kwanza, alianza kujuta kwa nini alikutana na James. Usiku ule, kulikuwa na watu watatu waliolala bila amani. Mimi, nikiwa sijui hatari inayokuja. Mke wangu Kamara, akiwa na picha ya usaliti mikononi mwake. Na Asma, akiwa amejificha lodge akiogopa mume wake. Lakini mtu mmoja hakuwa amelala kabisa. Yusufu. Na usiku ule alianza kupanga kitu kingebadilisha maisha yetu wote. Karibu Maureen Storytales, please usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Tusonge mbele.